Ndugu zangu, mnaenda kusoma nje kozi za afya, inatakiwa kuna kitu kimoja mkizingatie sana. Mnaangalia sifa za udahili ambazo TCU ndo anayekuambia kasome kozi fulani kulingana na sifa za hiyo kozi, analinganisha na matokeo yako kwa Tanzania. Tunasahau kuangalia sifa za usajili ambazo hizi zinatoka kwenye mabaraza ya kitaaluma. Kama ni udaktari, lipo baraza la madaktari; kama ni maabara, kama ni famasia, kama ni wauguzi, vivyo hivyo the same. Sasa unaenda kusoma miaka mitatu pharmacy, unarudi Tanzania wanakuambia uwezi ukasajiliwa kama mfamasia wa ngazi ya degree kwa sababu umesoma miaka mitatu, na Tanzania mahitaji yake ni miaka 4 ndio uende internship. Kwa hiyo tusidanganywe na sifa za TCU. TCU yeye hatakiwi kujihusisha na utaitumiaje kozi yako. Inaweza kuwa unataka kuenda kuajiriwa kwenye nchi hiyo hiyo ambao labda sifa za kuajiriwa zinaendana na hicho ulichokipata, lakini kwa Tanzania haiwezekani. Ingine ukiangalia kwa mfano, kuna zile kozi Bachelor of Pediatric Sciences, unaambiwa eti utakuwa daktari bingwa wa watoto. Tanzania hii ambapo daktari bingwa wa watoto ni lazima usome miaka 5, uende ukafanye internship mwaka mmoja, upate leseni ya medical doctor, general practitioner. Utoke hapo uende ukafanye MMed miaka 3. Baada ya miaka 3 ndio utoke hapo sasa uwe daktari bingwa wa watoto. Alafu uambiwe uende ukasome Bachelor of Pediatric Science miaka 3 uwe daktari bingwa wa watoto. Tanzania utaishia kusoma pale, utakuja Tanzania hapa labda utapewa nini sana, utapewa labda watakuja equivalent na mtu mwenye diploma labda ya uuguzi, wakati umeenda umesoma Bachelor of Pediatric Science. Unaenda unasoma sijui Bachelor of Cardiovascular disease ama cardiovascular technician. Ukija Tanzania unakuwaje daktari bingwa wa moyo, wakati kwa kawaida daktari bingwa wa moyo inatakiwa usome MD miaka 5, uende internship mwaka mmoja, unakuwa general practitioner. Utoke hapo uende miaka 3 ya MMed internal medicine. Utoke miaka 3 ya MMed internal medicine, hapo unakuwa daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Ukasome tena MSc ambako sasa na yenyewe inaweza kufika hata miaka 3 ndio uwe daktari bingwa wa moyo. Sasa kwa nini tusiangalie mapema sifa za usajili kwenye haya mabaraza kabla ya kwenda kusoma hizo kozi kwenye hizo nchi? Ni kazi ndogo tu, piga simu baraza la famasia, ambie nimepata chuo nchi fulani, miaka yake ni 3, kozi scope yake ni hii hapa, mnasemaje? Wanakuambia nenda, wanakuhakikishia ukirudi utapata usajili. Tofauti na hivyo utaenda afu utarudi hapo utazunguka na vyeti, na hakuna mtu atakayekusaidia kwa wakati huo, ni mpaka utakapokuja kutimiza lile lengo wanalolitaka wao. Kama ni kuongeza mwaka mmoja utasoma, bila hivyo hawatakusajili. Kwa hiyo angalieni sifa za udahili TCU. Ukipata sifa zako njoo Tanzania kwenye baraza husika, angalia sifa za usajili, uhitaji wake, labda hawahitaji sayansi, labda biology au physics ama hesabu. Alafu unakuja Tanzania, sawa umemaliza udaktari, lakini unapotaka kujiendeleza, wakija kuangalia sifa zako unakosa, unaishia kubaki kwenye level ile ile elimu miaka yako yote. Sasa kwa nini utaseke?